Bwana Mzee Baraka, hongera kwa ushindi mnono. Huo ni mshindi mnono kweli mwanangu, kwa sababu mtu ampiga mtu goli 8 sio kawaida, kwa sababu hizo goli 8 kama unampiga mwa fulani unaachika. Unampiga mwa fulani unaachika. Nasikia hizi zilikuwa 8 goli 8 cha mwezi wa 3. Zimevuja hizi. Kwa sababu ilikuwa tumekaa nalo muda mrefu, kabidi tu tulitoe. Pepa imevuja. Yani pepa imevuja, ilibidi tulitoe tu, kwamba hii ndo alikuwa kipigwa na chakula mtani. Ndio maana leo tumeshuhudia goli 8 za kibabe, tumeshuhudia performance hali ya juu ya wachezaji wetu wakubwa ambao tunawaambia hawa ni wachezaji wakubwa na wanaweza kumilikiwa na Young Africans peke yake. Tunamshuhudia Stefan Aziz Ki anatia chuma 4 ndani ya mechi moja na ubora mkubwa sana. Quality kubwa hali ya juu. Anaonesha kiasi gani Mobeto anajua kufanya mambo. Anamtunza. Tunamshuhudia Kratos Chota Chama anapiga goli 2 na assist 3 ndani ya mechi moja. Tunashuhudia kiwango bora kwa Maxim pia Nzengeli na Kibwana Shomari wanakiwasha, bila kusahau captain ile kapitano Bakari Nondo Mwamietu. Yani ngoja nikwambie kitu. Wanasema bwana Baraka mmepiga bomu Monchwali. Ani kweli level ya Young African na level ya Stand ni level mbili tofauti. Lakini kwa sababu amekuja inabidi apewe dozi yake. Hiki kikosi alibidi akutane nacho USM World. Sisi tumepanga kikosi hiki kuonesha kwamba kwamba wanaitwaje CRDB Confederation au CRDB Bank, sisi ni mabalozi wao wazuri, na ndio maana tumewatendea haki. Tumepanga kikosi cha Young Africans kweli. Engineer anaheshimu sana CRDB. Ndio maana tumewaonesha kwamba sisi tumewapa kile mnacho deserve CRDB. Tumepangia mkoko wa maana, tumemnyoosha kijana. Bwana, hiki kiwango cha Stefan Aziz Ki kuna muda kama watu walishaanza maneno kimedrop, amenenepa hivi na vile. Leo hii ameweka kamba 4, ni kama ameamua kuwajibu wapinzani. Unajua Stefan Aziz Ki ni mchezaji wa daraja kubwa. Siku zote huwa anaonesha utofauti wake na wachezaji wengine wa level ndogo. Umeona, kwa sababu kufunga goli 4 na sio kufunga, angalia aina ya magoli anayofunga. Unaona kabisa ni aina ya magoli bora, magoli ya uwezo na magoli yanayofunga mtu mwenye uwezo na quality kubwa. Kwa hiyo mimi sidhani kama amewajibu wao, kwa sababu uhalisia unajulikana Aziz Ki ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa na mwenye quality kubwa. Hilo linajulikana, na ndio maana ndio mchezaji pekee anayotakiwa na timu kubwa karibu zote Afrika. Akiondoka mwishoni mwa msimu Stefan Aziz Ki, kuna pengo linaweza likabaki ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa Young Africans tunayojenga sasa hivi au ambao Engineer Harris ambao wanaitengeneza au wanaiandaa ni Yanga ambayo haijaribu kumtegemea mchezaji mmoja. Sawa? Tunaamini katika scouting yetu na tunaamini katika wachezaji yoyote ambao tupo nao kwenye kikosi. Kwa hiyo anayokuja tunampokea, na mtu akiondoka safi, kwa sababu tuna uwezo mkubwa sana wa kufanya scouting na kupata wachezaji bora. Mnamrudisha Mwanenu, inasemekana. Sio mbaya, ni mchezaji mzuri, hakuna mtu asiyojua kiwango cha Faisal Salum. Ni moja namba 10 bora katika nchi. Anaweza kucheza namba 10, anaweza kucheza namba 8, anaweza kucheza namba 6. Ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo ikitokea amerudi katika ardhi ya nyumbani, sisi tutashukuru. Sisi kama wana Yanga tutampokea, kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa, ni mchezaji mwenye quality kubwa na ana mapenzi makubwa na Yanga. Takuwa mumnyanyasi? Sisi hatujai kumnyanyasa Faisal. Zilikuwa ni maneno tu, ni propaganda zilizozushwa kwa sababu tu ya kutaka utonge. Basi tumemuelewa kijana, tumemsamehe. Bwana, jamaa bwana wamekuwa wameingiwa na ubaridi baada ya mechi kupelekwa Amani. Unahisi kwa nini? Kama hawajiamini pale washafukia madudu yao. Pale washafukia mambuzi, masimba, machui, mandege, mambwa, kila kitu wamefukia. Ndio maana ule uwanja haufai, hata mifereji chini imeziba, kumefukiwa madude mengi. Si umeelewa? Mafuta yamepwa, mafuta ukiyaweka maana yake hata vitu havitembei. Maji na mafuta havikai pamoja. Havikai pamoja, ndio maana unaona uwanja haufai. Sasa tunatuma salamu. Wanaenda kuharibu uwanja tena. Wa Hassan Mwinyi kule. Sawa, wanaenda kuharibu kiwanja cha Zanzibar. Ila mimi nawaambia Zanzibar wale upumbavu. Sawa, mlichokifanya Benjamin Mkapa kule watu kiruhusu. Muangalie mechi ya kesho kutwa, mnaenda na matokeo yenu uwanjani, lakini angalieni msije mkarudi kwa maji, kwa kuogelea kutoka Zanzibar mpaka Feri. Kwa sababu wamebeba matokeo na wanajua kabisa hawana performance nzuri wanavyocheza na timu zenye asili ya ngozi nyeusi. Kwa hiyo kiuhalisia mimi nawaambia msibebe matokeo yenu. Ahmed Ally, waandae kisaikolojia wachezaji wako. Kwa hiyo unataka kusema bwana Baraka, kila unavyojaribu kuangalia unaona kabisa jamaa toboi. Anaona kabisa ana mechi ngumu. Ana mechi ngumu sana, kwa sababu ngozi nyeusi Simba anashindana nazo, anakompiti nazo sana, hana historia nao nzuri, na kingine wale jamaa pia hawana ubovu huo. Walichoma moto South. Wapi walichoma moto? South. Si kawaida yao. Sasa angalia, ndio maana naambia sijui karibu uwanja kule. Yaani mambo yao shiriki, maandalizi ya nje ya uwanja ndio wanaopambana nayo Simba kuliko maandalizi ya ndani. Ndio maana mashabiki zao wanalialia sana. Mimi ndo nakwambia ukweli sasa huu. Hao watani zangu mimi nawaweza, nawaambia chochote kwa sababu naachana ukweli. Waache kudili na mambo ya nje ya uwanja.
Yani hao wamefocus sana na mambo ya nje ya uwanja kuliko kuandaa timu ndani ya uwanja. Kwa hiyo tunawaambia standard tulioiset Young Africans ni kufika fainali. Sawa? Kuleta medali. Hiyo ndio jukumu mlopewa na Young Africans. Sawa? Deni hilo ndo la kulipa, ndo mje muongee na sisi. Lakini kama hamtofika hapo, hamna cha kuongea, hamna pa kupiga kelele na sisi. Mkae pembeni. Mama hana story na nusu finali. Mama anataka mtu anaofika finali, mama anataka kuvaa medali. Na watuma watoto wenu kutoka ubavuni. Wametoka hapa. Tunawaambia baba yenu nilifanya hivi. Sawa? Kwa hiyo wewe unabidi ukafanye hiki. Usipokifanya na kufukuza nyumbani, sio mwana mzuri. Sasa kama ufuati maagizo ya wazazi, wewe ni mtoto. Kwa hiyo kiufundi kabisa unamuona mnyama anaweza kwenda kupapatua na akapata matokeo kiutaalamu. Kiutaalamu mimi Simba naiona ni timu ya kawaida kwenye kikosi. Mimi niongee ukweli. Ni timu ambayo inahitaji muda kuendelea kufanya maandalizi. Inahitaji kuimarisha kikosi chao. Kwa hiyo wanapokutana na mechi ngumu kama hizi ambazo zinahitaji matokeo ya haraka, sawa? Ni do or die, yani ni 50-50. Sio, umeelewa? Kwa mimi namuona Simba akienda kupata tabu sana katika mechi hiyo. Lakini wao wanahisi kama ni mechi rahisi. Mimi nipo Baraka Yanga. Haya maneno nawaambia. Simba mliweza kustruggle mechi na big boys. Sijui big boys, sijui ya nini boys. Big man. Leo hii mnaenda kusema na Stellenbosch ambaye akicheza na Mamelodi game ni 1-1 au 1-0. Sijui umeelewa? Unaenda kucheza naye. Sio timu ya kawaida. Tunawaambia ndugu zanguni, jiandaeni. Nyinyi mlitakiwa mkae sasa hivi, mtulie, mtaandae kikosi chenu, mujenge kikosi, lakini timu wanasema wangemuona engineer wape mafaili ya kutoboa mpaka finali. Si hataki kujifunza. Engineer kila siku anaona, juzi kaja na tuzo hapa engineer. Niambie nani kawahi kupewa tuzo kwenye timu yao? Try again. Na tuzo gani? Unaijua nani duniani? Hii tuzo imetoka duniani, sio Afrika. Ya mashabiki bora. Sasa tuzo ya mashabiki bora. Mashabiki bora, wewe naomba nikuulize, shabiki wa Al Ahly na shabiki wa Casablanca na shabiki wa Simba nani bora? Sema ukweli. Kafu si wamewapa Simba? Ile ilikuwa poza baba, watu wamepoza. Baada ya kukosa chochote. Makalobo watu wakawapoza. Kiwalisia wana mashabiki bora. Yaani kama mtoto ingia ndani uvae viatu watu wanaondoka nje. Ndio hicho maana yake. Yaani danganya toto. Lakini anachokifanya Young Africans unamwona engineer anahutubia, anatoa conscious, anaongea vitu vya mpira, wazungu wanatikisa vichwa namna hiyo. Wanamwambia kijana you deserve a trophy. Kwa hiyo wasiogope kujifunza. Wajifunze, Salamanda sio mbali, afu engineer uzuri ukimuita hata Msimbazi anaenda. Engineer ananoma. Engineer anaongea ni na vichayo. Kila mtu anamsikiliza. Kwa hiyo wakija kiupole, anakuja anawapa tips za kufanya. Hamtosema ameuza mafaili? Tutosema kwa sababu sisi mtani wetu. Unajua sisi sio maadui, sisi ni watani. Kwa sometimes kupeana mbinu za kufanya vizuri tunapeana tu. Ila uje kwa adabu. Msemaji amesema jiandaeni kwenda kumpokea airport. Msemaji gani? Wa Wekundu. Amesema sisi tukampokee. Naudi na ndoo. Sasa mediali sisi wana Yanga tukampokee kweli. Na maana wana Simba kazi yao itakuwa nini? Yaani nyinyi mmesema kasema nyinyi mnatiatia mikono sana mechi zao. Samahani, ngoja nikutafsirie. Angesema kwamba wana Simba wakampokee, maana yake wana Simba wangeenda kupokea nini? Kombe. Lakini kasema wana Yanga wakampokee. Mnaelewa maana yake? Kutumia akili. Yaani kama umesoma Cuba wanarudi mikono mitupu. Unaelewa maana yake ni mikono mitupu, na atakayeweza kuja kumsema na kumsota ni Young Africans. Kwa hiyo muelewe wana Simba, semaji wenu wanajua kweli wote. Kwa hiyo mnaenda kama kumpa pole. Ndio hicho anachokimaanisha. Ndio alichokimaanisha. Angekuwa anakuja na kombe angewaita wana Simba waje wakupokee kombe. Lakini kitendo cha kumuita Young Africans maana yake anahitaji pole na kusotwa. Tie mkono mechi zao, lakini wao ndo wanatia mechi zetu mkono. Sisi acha tunawaacha wamecheza hapa na wameshinda, si hatuna noma. Si Yanga hatuna noma. Yaani wapapatika. Sisi mambo yetu ni ndani ya uwanja, ndani ya dakika 90. Sisi bali za nje ya uwanja tushaachana nazo miaka mingi sana. Mnasema wamalize waluke mje mmalizana nao huku finali. Wanakuambia zulula sasa na mtoto vile kafanya kosa. Utajikimbiza mama anakusubiri jioni chakula cha usiku. Kiingia tu kibano. Kwa zulula Simba Sports Club hangaika na ndugu yangu mtani. Mimi nakusubiri. Ole wako unikimbie kwenye CRDB. Singida unamweza vizuri tu. Yaani ole wako nione mara ndugu yenu Singida. Sijui nini Singida akakutoa. Yaani mwanangu ubifu langu mimi na wewe alitoisha. Kwa sababu utakuwa umenikimbia waziwazi. Mimi naomba shinda na Singida. Luka uje ushinde na Singida. Alafu ukutane na mwanaume. Bwana kila la heri. Asante sana.